Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hizi ni katika aina za uchawi mbaya kabisa ambao unafanyika dhidi ya mtu kumharibia biashara yake, kumharibia ndoa yake, kuharibu baina ya mke na mume. Hawa wachawi huyafanya haya mambo, au mtu kwenda kwa mchawi kufanyiwa hayo mambo. Haya mambo tunayajua kwamba yapo, lakini sisi hatuyaamini na wala hatutaki kuyafuata, na tumuomba Allah azza wa jalla atuepushe kabisa na haya mambo ya uchawi. Allah mwenyewe katika Qur'ani amesema wala yuflihu sahiru haithu ata. Kwanza utambue huyu anayekufanyia uchawi au wewe unayemfanyia mtu uchawi hauna mwisho mzuri, wala hutofaulu na hautakuja kufaulu abadan. Yani mwisho wako ni mbaya, ujua hivyo, ila utakapotubia na ukatubia taubatan nasuha, ila utakapotubia toba ya kweli kabisa na ukarudi kwa Mola wako. Allah subhanahu amekemea vikali sana katika Qur'an kuhusiana na wachawi, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ametuelekeza hayo, mbinu zao wachawi, vipi ufanye. Sisi tunachukua tahadhari dhidi ya haya mambo ya uchawi, tunafanya sababu za kubatilisha uchawi, kuharibu. Sasa leo kuna sihiri hapa nitakueleza, inaitwa sihru sarfi. Huu uchawi sihru sarfi ni uchawi wa kugeuza, kama vile as-sarf wal atfu, uchawi wa kumfanya mtu akamchukia mtu fulani. Ulikuwa unampenda mume wako, ulikuwa unampenda mke wako, kama ni mke wewe, kama ni mume wewe, ghafla ile nafsi yako ikageuzwa, humpendi tena kabisa, huna hata mpango naye, hata aliyenjaa vipi, shida vipi, utaki hata kumsikia, na ulikuwa unampenda sana. Inaitwa sihru sarfi, uchawi wa kugeuza. Yani unageuzwa moyo wa mtu, yani kutoka kwa mwingine kumchukia mtu mwingine, yani kwa sababu ya nini? Yani ya kumchukiza, yani au kumweka mbali. Hii ni sihri ya as-sihru sarfi, ni sihru sarfi, uchawi wa kugeuza. Ni kama zinaendana tu, lakini utendaji wake, na haya ni madai yao hao wachawi. Haya ambao naeleza hapa, wao wanayajua haya ambao wanayafanya. Hata katika vitabu vyao nasikia sihiri kitu gani, sihiri si kitu gani. Yani wanakusudia hii ya kumsafirisha mtu, hii ya kumkatisha mtu biashara zake, hii sijui ya kumpatisha mtu ajali. Hizi zote hao wachawi ndio maisha yao, na wanayaogelea kweli haya mambo ya kichawi. Wala yuflihu sahiru haithu ata. Lakini tambua huna mwisho mzuri. Kuna sihru tabghidhi. Sihru tabghidhi, huu uchawi wa kusababisha chuki na bughdha kati ya watu. Yani kama zinaendana, lakini katika utendaji na majina yao wameweka tofauti. Au sihru shiqaqi. Sihru shiqaqi ni uchawi wa kuleta ugomvi, mifarakano na mivutano. Yani hazitofautiani sana, lakini kama nilivyotanguliza kusema kwamba ni majina yao ya hao wachawi wakati wanakusudia kumfanyia mtu uchawi. Lakini pia jina maarufu sana ambalo hata katika baadhi ya watu wa ruqya, zile ruqya zao utasikia wakisema sihru tafriqi, ndio jina maarufu sana. Yani ni uchawi, kuna sihru tafriqi alafu kuna sihru ta'til. Hii sihru tafriqi ni uchawi ambao ni wa kufarakanisha vile vile, kumfarakanisha mtu na mtu, yani kumfanya mtu akachukia kazi yake, akaachana na kazi, akafarakanishwa na bosi wake, akafarakanishwa na mke wake, akafarakanishwa na ndugu zake, jamaa, marafiki, watu wake wa karibu. Labda kuna watu wanaweza kumsababisha wakamsaidia huyo mtu akapata maisha, lakini akafarakanishwa asiwe nao karibu. Lakini pia sihru ta'til, hii ta'til wakimaanisha hao wachawi, yani unaodaiwa kwamba kusababisha mambo ya mtu kusimama, sihru ta'til, au kuchelewa, kama vile ndoa, kazi, biashara au safari. Labda uende ulikuwa na mipango ya safari kwenda Marekani, Dubai, Canada, sijui wapi, uenda kusafiri kwako ingekuwa sababu ya kufanikiwa, lakini hii sihru ta'til ikafanyika na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Hii nukta nitaka nisahau, lakini nukta muhimu sana, alhamdulillah siwezi kuisahau. Yote haya, iwe sihru tafriqi, sihru tabghidhi, sihru sarfi, zote hizi haziwezi kufaulu, haliwezi kumpata mtu jambo isipokuwa kwa idhini ya Allah azza wa jalla. Kwa idhini ya Allah linaweza likakupata hilo jambo, ikawa mtihani, Mwenyezi Mungu amekutahini, hilo jambo limekupata. Lakini sasa je, baada ya kupata ufanye nini?
Hapa wengi ndio wanafeli, wanatoka tena mguu na njia, anaenda tena kwa mtu ambaye anayafanya haya haya kwa kumfanyia mtu mwingine. Unaenda kwa mtu yule ambaye anajua huu uchawi, anaenda tena kukutibia eti kutumia uchawi, huwezi kupona. Wala yuflihu sahiru haithu ata. Allah mwenyewe anasema mchawi hana mwisho mzuri, hawezi kufaulu abadan, na hata faulu yani duniani na akhira. Mchawi ima wewe ni mchawi unawanga usiku, ima ni mchawi wewe unaenda kwa mchawi akurogee mtu fulani, ima wewe mwenyewe ndo mchawi unayefanya hayo mambo, unaharibu biashara za watu wasisafiri. Sasa haya yote ufanye nini? Ruqya shar'iyya. Watu wengi wanadharau tukisema ruqya shar'iyya, watu wengi sijui wanachukuliaje ndio tiba ya haya yote ambayo unayaona. Ima hata kama umefanyiwa huko mbali, uchawi umefanyika sehemu nyingine, mimi nakwambia uchawi unaondoka kwa idhini ya Allah azza wa jalla. Ni kukaa sasa na kufanya ruqya ya kisheria. Sawa inna Allaha sayubtilu falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi